mtu akienda katika jehanamu ya moto hakuna kurudi tena. Hiyo ndio mmoja kwa mmoja, kwa heri ya kutokuonana tena. Ndio maana watu wa Mungu, hakuna wakati ambao ni wa kulia mbele za Mungu kuwaombea ndugu zetu ambao hawajaokoka. Hakuna wakati ambao unapaswa kulia kwa ajili ya kuombea mume, mke, dada, mama, kaka, baba, jirani yako unampenda, rafiki yako unampenda, yeyote, ili apate kuokoka. Wengi tunakuwa tunalia mama zetu wakifa, baba zetu wakifa, ndugu zetu wanakufa, tunalia mpaka tunashikiliwa na mikono, lakini hatuwezi kulia zaidi ili Mungu awaokoe. Kumbuka, mtu anapokufa akiwa ameokoka, huyo analala, anaenda kupumzika kama Lazaro. Na hata anapomwona ndugu yake analia, anagaragara, anazimia, anashangaa. Yaani angekuwa anajua niliko, angekuwa anajua kule ambako sasa niko ninapopumzika, ninapokula raha, asingelia. Asingeumia namna hii. Lakini kwa sababu mtu hawezi kusema na sisi, sasa ni ngumu kurudi. Lakini yule ambaye anakuwa amekufa anaenda kwenye mateso ya milele na milele, mahali ambapo moto wake hauzimiki. Ni injili ambayo inakuhubiria, inawezekana labda ni ngumu sana kwa sasa kuisikia au kuipata katika nyakati hizi za mwisho. Nyakati hizi za mwisho, injili nyingi ni feki za mafanikio. Hakuna mafundisho ya kuandaa watu kwa ajili ya kwenda kumuona Mungu. Tupo katika nyakati za mwisho kama tulivyojifunza Jumapili iliyopita. Dalili zote zimekwisha kutimia. Huu ni wakati wa kanisa kujifunza masomo, mafundisho ya kutuandaa, na wakati mwingine kuichukia dunia na mambo yake, kwa sababu hii mambo ya dunia na mambo yake sasa ndio yanalifanya kanisa lipoe. Kanisa limekuwa dini, kanisa limekuwa baridi. Mambo ya dunia yamekuwa na nguvu ndani ya kanisa. Wachungaji leo hawawezi kukemea dunia ndani ya kanisa. Washirika wamekuwa ni waheshimiwa kwa sababu ya mafungo yao ya kumi. Wachungaji wanataka umaarufu na wingi wa watu, lakini hawana shida, hawana mzigo leo kuwafundisha watu waishi maisha matakatifu, hata akiwa naye mtu mmoja, hata akiwa na watu wawili, hata akiwa na watu watatu, hata akiwa peke yake, ili tu mtu aende mbinguni. Mzigo huo wa uchungaji hauko. Sasa hiyo ndio maana watu wanajivunia wingi na umati wa watu, wanajivunia watu wanaovaa, wanajivunia magari, wanajivunia miujiza, kwamba yeye miujiza, mimi natumiwa sana na miujiza. Miujiza haiwezi kukusaidia mbinguni, haitakusaidia. Na hata hao wote wanaofanya pia miujiza, kama hawataishi maisha matakatifu, maana nasema katika Mathayo anasema siku ya Elia, Bwana, mbona mimi nilifanya miujiza kwa jina lako? Mbona mimi nilitoa unabii kwa jina lako? Mbona mimi nilienda kwa lugha kwa jina lako? Kwa nini sijasikia jina langu kwenye kitabu cha uzima? Anasema ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Wanataja maaskofu, wanataja wachungaji, wanataja mitume na manabii ambao wanaonekana kama wanatumiwa na Mungu, na wote wanawaabudu leo kama Mungu. Wote wanasikia maneno yao kuliko maneno ya Yesu. Ni ole wao siku hiyo, watalia na kujuta, lakini pia watatamani kujua kifo kitakuwa kimeondoka watakapokuwa wameachwa pamoja na mitume wao feki, pamoja na manabii wao feki. Itakuwa kilio na kusaga meno. Na hivyo kaendelea kusema hapo kama baada ya maliza, ambamo humo funza wao hawafi, wala moto hauzimiki, na mguu wako kukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete, kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hawafi, wala moto hauzimiki. Na jicho lako likiukosesha moyo, ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chomo, kuliko na macho mawili na kutupwa katika jehanamu, ambapo humo funza wao hawafi, wala moto hauzimiki. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Amen. Atatiwa chumvi kwa moto ili asiliwe, yani asiishe.
Yaani atakuwa analiwa anabakizwa, analiwa lakini haishi, analiwa anatafunwa. Umewahi kuona mtu anasema, yaani mwili wangu unaniuma kama mtu ananitafuna, kama anatafuna moto ni mkali unaniunguza, lakini anatembea. Tuko pamoja? Ndivyo itakavyokuwa nyakati hizo. Yesu anasema ni bora ukaingia huna mguu mmoja mbinguni kuliko ukawa na miguu miwili ukaitetea mguu mmoja ukaenda motoni. Haitakusaidia kitu chochote hiyo mguu. Maana yake ni nini? Watu wengine tuna biashara tunazozifanya ambazo si halali. Tunauza banki, watu wanauza banki, wanauza pombe, na hiyo pombe banki zinawaingizia kipato, wanaendelea kuishi hapa mjini. Sasa anasema ni bora ukalala na njaa, ukachana hiyo biashara feki, biashara haramu hizo ambazo utaonekana ulikuwa unapata fedha, una fedha hapa duniani, lakini siku ya siku halitakusaidia utakapoingia kwenye moto wa milele na milele usiozimika. Amen. Ni kweli unaweza kuwa unafikiria unachelewa kuolewa, na unafanya vitu vya ajabu, uzinzi. Yaani bora ukabaki hata bila mume, bora hata kama hujaolewa, lakini uende wapi? Mbinguni, kuliko ukasema ngoja nimwache Mungu, ngoja niache wokovu, maana naona kama Yesu anachelewa kunipatia mume mzuri, mume. Mbona naendelea, umri unaenda tu. Mungu alisema sasa mwisho yote mtu anamwacha Yesu, anaacha wokovu, anaacha imani ya wokovu, anaacha utakatifu. Sasa ndio Yesu anasema ni bora utese huo mwili, kubali mateso hayo, ukaishi maisha hayo ya utakatifu, parapanda kilia uende mbinguni, kuliko ukamwacha Yesu kwa sababu ya mume, ukamwacha Yesu kwa sababu ya mke, alafu ukaenda kwenye jehanamu ya moto ambao kuna funza, ambao kuna moto ambao hauzimiki, ambao kuna mateso, kuna vilio na kutafuna ndimi. Asema haitakusaidia kitu chochote. La yote tarehe mpaka miaka 2 mitatu itakuwa ni sawasawa na sekunde uliyofanyia hiyo kitu, ukilinganisha na miaka na miaka milele na milele mtu atakapokwenda katika mateso katika jehanamu ya moto.